Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi alladhi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ba'd. Baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mimi naitwa Othman Taji Mbokeleni, ni katibu mkuu mteule. Hivyo basi namshukuru mtendaji mkuu pamoja na bodi ya Umoja wa Maimamu na Walimu wa Madrasa Tanzania UMATA kwa kuniteua kuwa katibu mkuu wa umoja huu. Hivyo basi ikiwa mimi nimeteuliwa ndio katibu mkuu mteule, na sema hivi kwamba nitakuwa ni mwenye kushughulikia vipaumbele vyote vitano ambavyo vimewekwa na Umoja wa Maimamu na Walimu wa Madrasa Tanzania. Kwa hiyo jukumu langu mimi ni kusimamia umoja huu ili tufike katika lengo ambalo tunalolitegemea, ili tufike katika lengo ambalo taasisi inategemea kwamba ifike huko. Hivyo basi ikiwa mimi kama ni expert ambaye nimeteuliwa kusimamia haya, jukumu langu mimi nitaendesha shughuli zangu zote katika kuwasaidia maimamu kufika katika malengo yao, malengo matano ambayo sisi tunayatarajia. Kwa sababu mtendaji mkuu ndio jukumu lake kuhakikisha kutenda shughuli zake zote, kushughulika na shughuli zote zinazohitajika katika umoja, ikiwemo tuna program mbalimbali ambazo zimeasisiwa na mtendaji wetu mkuu Mheshimiwa Juma Nchia. Kwa sisi kazi yetu, jukumu tuliopewa kuzisimamia hizi program na kufika katika malengo hayo matano kupitia elimu yangu hii na uzoefu wangu wa kiongozi ambao nimeupata katika maeneo mbalimbali, kushughulika kuhakikisha kwamba maimamu wanafika katika malengo, wanakuwa kiuchumi, wanakuwa kielimu, pamoja na mambo ya kijamii pia, kwa sababu hatuwezi tukiwa hivyo. Ikiwa sisi ni taasisi tunashughulika na maimamu na walimu wa madrasa, kama hatujawapa maimamu wetu, hatujawajengea uwezo kielimu, hatuwezi kufika katika malengo yetu. Kama hatujawajengea maimamu wetu kiuwezo kiuchumi na kijamii, tutakuwa hatuwezi kufika katika malengo yetu. Kama Allah alipohimiza kuonekana kwamba sisi ni Waislamu, kwetu elimu ndio kipaumbele namba moja. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alisema ikra, someni. Mwenyezi Mungu katika kutoa amri yake ya ikra hakubainisha kisomo nini, bali wataalamu wa lugha wamezama ndani zaidi, wakasema kwamba chochote, kwamba hii amri imekuja ala majmui, imekuja kwa ujumla, bi maana imehusisha chochote kinachoitwa elimu, kwamba sisi Waislamu tunatakiwa nini? Tukisome. Kwa ni jukumu letu sisi wana UMATA, ikiwa mimi ndio mtendaji mkuu ambaye nimeteuliwa, jukumu langu mimi kuanzia hapo kuanza kuwahimiza kutengeneza programu nyingi za elimu na kuisimamia programu yetu ya Safina ili kuweza kuwafikisha maimamu katika malengo yetu sisi wana UMATA yanapotakiwa kufika, kwa sababu bila elimu, kwa sababu elimu ndio kitu ambacho Mtume Muhammad SAW amekihimiza kwa asilimia kubwa, kama vile Allah alivyotangulia kusema ta'allama al-adama al-asma kullaha, kwamba tumemfundisha mwanadamu majina yote. Si kwamba Mwenyezi Mungu kaenda mbali, majina yote, sio kwamba labda amehusisha Qur'ani tu, bi maana amehusisha masuala ya fizikia, kemia, mambo ya biashara, mambo yote yanayohusiana na mambo ya elimu na maarifa mbalimbali, wala si Qur'ani tu. Maana katika jamii yetu ya Kiislamu, jamii yetu ya maimamu, tunahitaji wataalamu wa Qur'ani, tunahitaji wataalamu wa physics, tunahitaji wataalamu wa kilimo, wataalamu wa fani tofauti tofauti, ili kuweza kutufikisha katika lengo letu. Naamini tukishikiliana pamoja, tukashikamana kama vile aya Mwenyezi Mungu anavyosema, watasimu bihamdillahi jamii wala tufarraku, tutafika katika malengo yetu. Kwa hayo machache, wabillahi tawfik wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.